Nini maana ya tafiti? Unapozungumzia kama unatafiti kutibu magonjwa sugu, nini unachokimaanisha? Mwanzoni nilikuwa tunapambana tuseme dozi miezi mitatu, na kweli baada ya miezi mitatu wengi wao wanapata matokeo, japo wengine inafika miezi mitatu wanachelewa kupata matokeo. Kutokana na nini? Wengine hawazingatii matumizi. Wengine wanawaambia kwamba kipindi chote cha matumizi ya dawa usifanye ngono, lakini mtu bado anatoka nje. Sasa unakuta ndani labda anaishi na mtu, yule mtu mwasilika naye mwasilika, afu yeye anatumia dawa peke yake, alafu bado anaendelea kukutana na mtu ambaye tayari yuko kwenye HIV. Au unakuta mwingine yuko HIV1 anaenda kukutana na mtu mwenye HIV2 na kopi ya pili. Inakuja na tuchelewesha kupata matokeo. Kwa sema tuumize kichwa, tupambane kutafuta matokeo ya haraka. Ni mtu kachelewa mwezi mmoja na nusu au mwezi mmoja, tukaja na formula hii ya kirutubisho namba 1 ambayo inakuwa makopo manne, kirutubisho namba 2, kirutubisho namba 3, kirutubisho namba 4 ambayo inakuwa ya unga na mafuta yake. Hii imetuwezesha, jana nilipandisha kipimo TikTok, ulipandisha kipimo Facebook, imetuwezesha kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kumtoa mtu katika positive kuja negative kwa muda wa wiki 2. Ushuhuda upo, hatuongei kwa porojo. Tumemfikisha mtu kwenye negative kwa muda wa wiki 2 tu, amepata negative pure kabisa. Lakini kwa kumsisitiza tu, tunamsisitiza endelee kutumia dawa angalau kwa muda miezi mitatu kuendelea kujihakikishia usalama wake. Formula ni hii. Unapata kopo kirutubisho, hizi zinakuwa moja hizi, unaona yote ni aina moja, lakini unapata kopo 4. Unachukua namba 2, unachukua namba 3 na hiyo sema ya unga na mafuta yake. Hii nilitangaza tu leo kama mzaa, nikaielezea faida yake. Haya mafuta nilielezea faida yake, watu wakadharau. Lakini nasema lazima uwe na formula, ujue nini unachanganya, unatumia na nini mpaka ikupe majibu ya haraka. Sasa hii ndio yenyewe ya kusafisha, hii mnayoiona hii ndio ya kusafisha, kuua virusi katika damu. Hizi zinapandisha CD4 kwa kasi, na hata hii hapa unaiona hii inaua kirusi chochote katika damu. Sasa kutoka katika miezi mitatu mpaka wiki 2 mtu kumtoa katika positive kupata negative sio kazi ndogo, wala sio ujanja wetu, ni baraka tu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kumwomba Mwenyezi Mungu kujituma, kuchanganua akili, kuumiza kichwa, kuchakata akili, kujua kwamba ni kitu gani naweza nikakifanya kinaweza kuleta majibu makubwa. Alhamdulillah, majibu tumeyapata, na tunaendelea kupambana tupate majibu zaidi ya hayo, na sio kujirudia rudia, na sio kitu cha kubahatisha. Imani yako kuendelea kuteseka milele, au kumuomba Mwenyezi Mungu na kuwa na imani kufanya tiba ambayo itakutoa katika mateso ambayo unateseka naye miaka na miaka. Hakuna ugonjwa usiotibika, hiyo ndio kauli yetu mbiu. Hakuna ugonjwa usiokuwa na tiba. Imani tu watu wamepandikizwa na kuaminishwa. Na tuone sisi Afrika vyetu havina thamani, havina maana yoyote, ila vya kwao ndio vina maana na ndio vina thamani. Kikubwa imani yako, kuamini na kutegemea kwa Mwenyezi Mungu, utafikia malengo unayokusudia.